hiyo. Picha nyingi. Ila mimi nakuja tu najisikia niko na nguvu, nikasema hapa fresh. Yes. Basi nikaja mpaka nyumbani, nafungua tu hivi simu nikaanza kuona posti zinaanza. Sasa na mimi nikaanza nachukua zile video, nikachukua video 19 kama na 8. Yaani watu walikuwa wanakushoot. Yes. 98 picha selfie nikaziunganisha zote, afu mimi nikazipost. Umeona? Sasa baada ya kupost nikasema hapa. Muda tu kidogo kama dakika 5 nikasikia simu inaita. Halo, wewe ndio Juma? Nikamwambia ndio ni mimi. Wewe unakuja unafaa kama Diamond umekuja kuvaa vitu ya jeje? Nikamwambia ni mimi brother. Sikia sasa mdogo wangu unaishi wapi? Naishi barabara 15 namba 9 Buyenzi hapa kwa pesa Shirofu. Hapo. Poa mimi napajua nakuja sasa hivi. Baada dakika 5 nikamwona brother ananianguka. Ndogo wangu leo umenikosha. Sasa nakuomba kitu kimoja, leo nakuinvite kwangu. Chakula cha leo saa 6 tukichangia. Nikamwambia brother hamna shida ila kwa sharti moja uje unavaa hivyo. Maana nimefika tu nimepiga picha na wewe. Unanikumbuka? Nikasema sikukumbuki, jua tu walikuwa wengi. Nimepiga picha na wewe kufika nyumbani, madami na mtoto akanambia brother tunamtaka asitupige naye picha nini. Basi brother nikamwambia hamna shida nitakuja na vavia, lakini na mimi kwa sharti moja nitakuja na rafiki yangu. Kwa sababu unajua nikasema brother ananikosha. Nikasema acha nitulie kwanza nifanye kama yeye nione. Brother, nimepata hilo shati la jeje. Siwezi nikakwambia kwa nimelitoa Siwezi nikakwambia kwa sababu na mama yangu ajui kwa nimetoa hilo shati. Brother mwenyewe tu ndio nitamwambiaga bwana. Mimi nikapata hilo shati nikavaa kama yani ile la jeje. Yani nikajifanyisha kama yeye. Nikaenda kusali. Nimeenda kusali nalo laidi. Mbona mimi kufika tu nikaona watu wengi wanaoniangalia. Mapicha nini selfie kwa mbali, nikasema hapa inawezekana ile ndoto yangu ikatimia. Bwana nikasema hapa kwa sababu sisi tunaishi kwa yani sisi ndio vya jamii. Ukiona mtu anasemekana sana ufanye vitu wenye vitu kama hivi. Unajua kwanza kitu kimoja unaangaliaga kwenye pako mfano kipato. Yeah. Sasa mimi nikamwona brother tu ameima ametulia afa mbele kwa hisia nyingi. Nikasema undo wangu. Yaani kuanzia 2010 mpaka leo mzee. Upo kwenye hiyo kali. Yaani nampenda tu, ananifurahisha mambo yake vitu kama hivyo. Sasa nikaona sio makosa kumfuatilia juu kila mtu anakuwa na Sasa mimi nikamfurahia brother, nikasema mimi nataka kuwa kama yeye au zaidi ya yeye. Saa 5 mimi niko markazi. Picha nyingi mpaka brother mmoja kanita dogo njoo. Ingia mgari nikaingia na kupeleka nyumbani, akasema hamna shida. Sasa brother akafunga vioo. Ikabidi watu wanafuata gari wanapiga selfie, nikamwambia fungua vioo. Tunes on the beat.
Hello, mambo vipi, inakuaje? Ni Mr. T Tambwe tena kwenye mjengo mzima na leo nimekuja kwenye kipindi cha Kitani pa maeneo ya Buyenzi bana. Kuna video ambazo nimezisikia zina trend mitandaoni, ni video ambazo kuna kijana mmoja anafanya kazi kama Diamond Platnumz, alafu nilipouliza wameniambia kwamba huyo kijana anaishi maeneo ya Buyenzi. Kweli sikuamini, kwa sababu hata clip video zake ukizitazama vizuri, yani vile vile Diamond anavyofanya ndio huwa anafanyaga na yeye. Sasa leo niliona ni vyema sana nikija kupiga naye story. Mwanangu bana, nimeshamuona yuko ndani ya basi. Sasa kama nilivyokuambia, usijua maeneo ya Buyenzi nini, wanangu wa nguvu hao wa kitaani, acha nikae nayo mtu tugonge naye story bana. Cameraman wangu wewe njoo kabisa. Bro, mambo vipi? Fresh. Inakuaje? Safi. Mbona uko hapa mzee? Bana, surprise. Samahani, unajua yani sikuamini kwanza kama unaweza nikakutana na wewe. Fresh. Kuna sijui kama niite mautundu, sijui kama ni maujanja yale ambao unaona kwenye mitandao haswa Instagram. Naona unapiga nyimbo za Diamond, alafu mtu kama kuchunguza vizuri yani hawezi kufikiria kama ni wewe. Anafikiria kabisa Diamond Platnumz huyo. Hebu niambie kwanza, yani kabla yote ungeweza kujitambulisha jina lako, alafu tupige story kutokeana na hizo kazi zako. Naam. Jina langu la ukweli ni Juma Hassan, ila mtaani hapa wananiita Mr. JJ, wengine wanaita Diamond. Sasa wengine wanaita JJ, wengine Diamond. Mr. JJ, Diamond nini, wanapatia tu majina mengi kwa sababu kutokana na kitu chenye na kuanga nafanya. Na wewe unaviona kabisa mzee. Kwanza hongera sana. Asante. Sijui kwanza labda ukitazama sana huyu jamaa kabisa kwa jina lake amekwambia kwamba anaitwa Juma, lakini mashabiki wanamuita Diamond Platnumz, wengine wanamuita JJ. Bwana, hiyo idea imetoka wapi ya uanze kutengeneza clip video za ngoma za Diamond Platnumz? Unajua kwanza kitu kimoja unaangaliaga kwenye pako, mfano kipato. Inamaanisha Diamond ndio anakulipa? No, anilipi. Bado anilipi. Ila inshallah itatokeaga, itafikiaga. Sasa hiyo ndio nazungumza kwanza idea. Unajua mtu kusema kae abuni kitu kikubwa kama hicho, yani kinachukua muda. Bwana, ilikuwaje wewe ukakaa ukabuni ukasema kwamba nikianza kupiga labda ngoma za Diamond Platnumz jina litapanda juu? Ilikuwaje kwa fikra zako? Mzee unachonga sana. Kawaida mzee. Sawa. Kwanza ule brother nimeanza kumshabikia tangu 2010. Angalikia anatoka kwa sababu hizi zitokaga biti mbili, Sumu ya Penzi 2009, 2010, Sumu ya Penzi na Kamwambie. Umeona Sumu ya Penzi ile Bell 9 au? Sasa mimi nikamwona brother tu ameimba ametulia afa kwa hisia nyingi. Nikasema undo wangu, yani kuanzia 2010 mpaka leo mzee. Upo kwenye hiyo kali. Yani nampenda tu, ananifurahisha mambo yake vitu kama hivyo. Sasa nikaona sio makosa kumfuatilia juu kila mtu anakuwa na Sasa mimi nikamfurahia brother, nikasema mimi nataka kuwa kama yeye au zaidi ya yeye. Umeona? Acha hapo zaidi ya yeye unaonaje? Fresh tu. Zaidi ya yeye kule Inshallah. Sasa na kufuatilia mambo yake mengi zaidi, nikakutana ni brother mwenye na huruma. Umeona, anasaidia watu wengi. Nikasema hivi brother ameshafika mbali, East Africa mpaka dunia hivi. Siwezi nikakuwa nafanya vitu kama yeye nini. Ikatokea wakati mmoja, ilikuwa ni Ramadhani, ikachua biti lake la jeje. Mwaka gani? Hapa jeje ni mwaka jana. Mwaka jana 2019. Nikasema brother ananikosha. Nikasema acha nitulie kwanza nifanye kama yeye nione. Brother, nimepata hilo shati la jeje, siwezi nikakwambia kwa nimelitoa siwezi nikakwambia kwa sababu na mama yangu ajui kwa nimetoaga hilo shati. Brother mwenyewe tu ndio nitamwambiaga bwana. Mimi nikapata hilo shati nikavaa kama yani ile la jeje. Yani nikajifanyisha kama yeye. Nikaenda kusali. Nimeenda kusali nalo laidi. Mbona mimi kufika tu nikaona watu wengi wanaoniangalia. Mapicha nini, selfie kwa mbali, nikasema hapa inawezekana ile ndoto yangu ikatimia. Bwana, nikasema hapa kwa sababu sisi tunaishi kwa, yani sisi ndio vya jamii. Ukiona mtu anasemekana sana, ufanye vitu wenye vitu kama hivi. Sasa nikasema hapa brother vizuri. Selfie zikawa nyingi, picha nikasema umaarufu ya Rabbi. Yani nikasali niko naomba Mungu, naomba unipe umaarufu uanzie hapa. Basi Mungu akasikia kilio changu pale.
watu walikuwa wasali tena, wanabakia wasikii mawaidha, wanabakia wananiangalia mimi, umeona. Na mimi mshipa wa aibu mshaka katika. Na mimi nikatulia, nikasema mimi sifanani na Diamond, umeona. Mimi ni mimi, yeye ni yeye, umeona. Ila kwa usiko nimejivika watu wananisubalia wasikii tena mawaidha, nikasema bana alhamdulillah hapa. Basi sala ya Idi tukaisali, wakati tunamaliza brother tumaliza saa 2:30 mpaka saa 5 mimi niko markazi. Picha nyingi mpaka brother mmoja kanita dogo njoo ingia mgari, nikaingia na kupeleka nyumbani, akasema hamna shida. Sasa brother akafunga vioo, ikabidi watu wanafuata gari wanapiga selfie, nikamwambia fungua vioo, akafungua vioo, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakitafuta. Ndio picha nyingi, ila mimi nakuja tu najisikia niko na nguvu, nikasema hapa fresh maarufu tayari. Yes. Basi nikaja mpaka nyumbani, nafungua tu hivi simu, nikaanza kuona posti zinaanza. Sasa na mimi nikaanza nachukua zile video, nikachukua video 19 kama na 8. Yaani watu walikuwa wanakushoot. Yes. 98 picha selfie nikaziunganisha zote, afu mimi nikazipost. Umeona? Sasa baada ya kupost nikasema hapa muda tu kidogo kama dakika 5 nikasikia simu inaita. Halo, wewe ndio Juma? Nikamwambia ndio ni mimi. Wewe unakuja unafaa kama Diamond umekuja vibe ya jeje? Nikamwambia ni mimi brother. Sikia sasa mdogo wangu naishi wapi? Naishi barabara 15 namba 9 Buyenzi hapa kwa pesa Shirofu. Hapo. Poa, mimi napajua nakuja sasa hivi. Baada dakika 5 nikamwona brother ananianguka. Ndogo wangu leo umenikosha. Sasa nakuomba kitu kimoja, leo nakuinvite kwangu. Chakula cha leo saa 6 tukichangia. Nikamwambia brother hamna shida, ila kwa sharti moja, uje unavaa hivyo. Maana nimefika tu, nimepiga picha na wewe. Unanikumbuka? Nikasema sikukumbuki, jua tu walikuwa wengi. Nipiga picha na wewe kufika nyumbani, madami na mtoto akanambia, brother, tunamtaka asitupige naye picha nini? Basi brother nikamwambia mna shida, nitakuja na vavia, lakini na mimi kwa sharti moja, nitakuja na rafiki yangu. Kwa sababu unajua simu ambapo hujui nini. Ndio. Nikaenda tukafika masaa 7 hivi saa 8. Mimi kufika tu nikasikia fujo zinapigwa ndani. Nikamwambia brother hapa tunakuja kukamata. Tunakamata hapa. Basi kumbe ilikuwa ni watoto wameniona mkioo wakapiga fujo. Diamond anakuja Diamond. Nikaona watu wanatoka nje, brother akamwambia usiogope, watoto wangu mke wangu huyu. Basi watoto wakaanza selfie za mbali, akamwambia msiogope. Mimi niko hapa, tutapiga picha nyingi. Basi tukakaa pale tukapiga picha, tukachangia chakula. Ikafika mida saa 11 nikamwambia brother mimi na rentre naenda kupumzika. Watoto wakagoma. Baba stoki. Leo tunatembea naye Eid. Sasa brother akaniambia unaona kisi watoto wana nani? Mimi hamna shida, kila kitu nitakifanya mimi. Usafiri nini vitu kama hivyo, kama brother hamna shida. Nikamwambia rafiki yangu uko tayari? Mimi niko tayari. Maana naishaona picha nyingi. Safi. Basi tukaenda tukaingia black and white. Tungali tunaingia tu hivi. DJ kama ametuona kwa mbali, akasukuma muziki wa JTH. Akaja kukutana na mimi mtoto wa Buyenzi. Mshipa wa aibu shaka katika. Pale nikaanza kusukuma. Nikaanza kucheza, natoka huko mpaka naingia mchangani. Yaani nikusema kwamba ile video ambayo tumeiona ya Jeje ndo kipindi hicho waliweza kushoot. Ndio. Hapo sasa ndo zilishikwa video nyingi, si hatu kushuti, watoto ule mama ndo alishuti nini na watu wengi wakajaa. Basi tukaenjoy pale fresh hadi stage wakanipandisha, wakaniambia brother tunaomba tupige hata miskini miwili tu ya Diamond. Nikasema hadi stage mimi niko hapa kwa sababu ya kusambaza kazi za brother, mimi nitapiga tena for free. Wakasema mna shida, panda stage. Brother show ilikuwa mara 2. Yaani unataka kitu bana ilikuwa ile atoke hapana tumwache. Na kutokana na hiyo kwa sababu huyo ni ubunifu mkubwa sana ambao, na kwa upande mwingine labda haukufikiria kama itakuwa hivyo, kwa sababu unaona ulikuwa umejitokeza tu umevaa hiyo nguo na baada ya kwenda kusali ndo alama ilianza kuonekana hapo. Na kama sijasahau tunapata habari kwamba Diamond aliwahi kulike sijui kwenye hiyo video, sijui kama alipost, sijui kama alifanyaje. Ilikuwaje kutokana na hiyo issue? Kulike hadi kuposti kwa sababu hata kama alipost, sijui kama like pale. Ameposti kwanza Instagram yake. Ndio, ameposti kwanza Instagram yake, mara kidogo nikaona tena WASAFI TV na post. Mama yake akaposti, Romy Johnson akaposti, nikaanza kusikia habari mtaani, brother
bana video yako wanaiposti WCB. Nikasema mimi nikaingia kwanza mara moja nikaangalia kweli wameposti. Nikasema sasa video nani amenishoot, ila akili kaja kule mchangani, watu walikuwa wanaposti watu wengi. Okay, nikasema fresh basi hapa mjini kawa sasa ndo habari. Ndio kawa habari. Na vipi sasa, labda tuzungumze kwamba huu mwaka umefanya mambo makubwa na kutokeana na nyimbo ambayo Diamond ameachia, sijui kama inaitwa WAAH. Kwa hiyo unafikiria nini? Kwa sababu kabla mimi tayari nimeshaanza kuona. Kwa hiyo unafikiria nini sasa, kwa sababu mimi nimeona fupi tu tena nimeona Instagram yako. Unajua hizi challenge nafanya za brother. No, niko naifanya kwa sababu nimeposti hii ndogo pale kwa mvae kile koti iko na bubu ya rouge. Nimeposti au kadogo. Paka kipande kingine nimeposti na Koffi Olomide nimeweka pale nini. Ataonekana mwaka kazima kote. Sikuimaliza yote, nimefanya tu kipande kidogo. Ila hata kama sikuimaliza yote, nguo zote nimekuwa niko nazo. Yaani zile zote brother. Na ile fimbo. Nikuoneshe. Tupe kidogo bwana. Bwana mama, nisaidie ile fimbo kule. Umeona? Lazima ilete mwanangu. Nimekuwa niko nayo yote nini. Ushaona? Sasa nikaona hii video ilinikuya ngumu sana. Mimi nikuya ngumu sana kwa sababu kila nimekuwa nikitaka kushoot mvua inanyesha. Kila nikitaka kushoot mvua inanyesha. Sasa nikakaa chini nikasema Mungu wangu, ni vitu gani? Nikakata tamaa kwanza, akasema labda hii video hii mimi nataka niache. Umeona? Ila Mungu akanisaidia. Ikaendeka vizuri, muda wa mwisho nikafika tu kadogo tu. Kwa sababu nimetoa nitarejea yote wakaiblock. Instagram nani YouTube wameiblock. Kwa sababu ya copyright. Ndio. Wakaiblock. Lakini nikasema hii sitaipiga yote, nitapiga tu kipande kadogo tu. Watu ni vipi sasa matarajio yako labda kesho kutokeana na hivyo unavyosema kwamba wewe unazidi kusambaza muziki wa brother? Matarajio yako kesho ni yapi? Matarajio yangu niko nafikiria kufanya vya kwangu, umeona, lakini siwezi nikafanya vya kwangu kwanza kwa sababu ningali natafuta ile kiki. Ningali natafuta kiki ndio. Vipi ulifikiria tu Diamond? Mbona Burundi kuna waimbaji wa music tena wanaimba vizuri? Kwa nini ulifikiria tu Diamond? Brother, nimekwambia ule brother kwanza ni mtu mwenye kuna imani. Umeona, afuna ni mtu anasaidiaga sana wa vijana. Watu wote tu anawasaidia. Sasa na kutokana na mimi ni shabiki wake, maana hapa Buyenzi au Burundi tuko mashabiki hawa wawili wa Diamond. Damu. Umeona, pako mimi na sister mwingine anaitwa BUYENZI. Huyo sister ukitaka kumuuzi mseme Diamond vibaya. Yeye anatumikisha mbinu gani ambazo ukimtazama unasema kwamba ni shabiki wa Diamond? Anamposti sana Diamond. Anamposti sana. Bana, fimbo ya Jeje ndio hii hapa imeshaingia pamoja na Koffi Olomide. Yaani ndio bwana mzee. Sasa hii umetoa wapi? Hii vitu vyote ya kusikiana brother mavazi nini. Hivi atajuaga yeye peke. Sasa dogo ilikuwa vitu wapi mimi namwambia sasa. Sasa Indundi TV ni TV ambayo inafuatiliwa na watu wakubwa sana, mastaa wakubwa sana. Diamond pia na imani kwamba anaifuatilia. Kwa hiyo lipi ambalo unalomwambia Diamond kutokana na kazi ambazo unazozifanya? Na mengi ya kumwambia lakini machache tu, brother nisaidie maana mbona kama unaifinya? Alisaidie maana unajua hapa mtaani watu wengi changamoto unajua zikosaji nini, watu wengi sasa unazidi kufanya kazi za jamaa kusaidia wala naambia itafikia riski bado unajua inazungukaga. Kutafuta ni siku nyingi la kupata ni siku moja. Amesaidia vijana wengi sana, lakini mmoja wa vijana wake kuna Harmonize nini, baada ya kusaidiwa sana kisha Harmonize akamtoka vile, alafu Diamond akawa amepunguza speed sana kuwasaidia kina Rayvanny. Kwa hiyo unafikiriaje, labda anaweza akakufikiria wewe na fimbo yako ya Jeje mzee? Fimbo ya WAAH. Fimbo ya WAAH. Mimi brother, mimi niko shabiki wake miaka 10 iliyopita. Tangu anaanza sioni chengezeka nibadilisha kwake kusema eti nitaka mgeuka au nini, umeona? Hapana, yani mimi ni shabiki wake kabisa damu. Basi vesi moja tu ya nyimbo ya WAAH. Kama hiki vesi moja ya nyimbo ya WAAH kidogo tu mzee. Okay. Chumbani Hennessy nikupatie panado kwa chenga za Messi na mashuti ya Ronaldo. Aya. Unaitumikisha na fimbo mzee. Unaitumia na fimbo. Vile ulivyokuwa unaitumia kwenye clip. Kadogo tu mzee wangu. Alikuwa anaichezea. Simama haina shida mzee. Simama haina shida. Leo ni yako. Leo hii alikuwa anaichukua hapa.
chumbani Henesi nikupatie panado kwa chenga za Messi na mashuti ya Ronaldo, basi kila kiingia anachukua anaweka kwenye naongera sana mzee. Alafu ni mbunifu hali ya juu kwa mavazi hayo yote ambayo Diamond aliweza kuyatumikisha kwenye ngoma yake, na yeye amejaribu kukopi zile nguo na kuweza kuziweka bana. Nani na kusupport na kusaidia ili kuweza kufanikisha hivyo vitu? Mamangu. Yani Maza ndo anakusupport sana. Ndio Maza. No brother, tofauti tu kimya nini. Yeah. Na vipi unafikiria ukija kupata management alafu wanakuambia kwamba inabidi hiyo hali ya kumkopi Diamond wachane nayo uingie kwa hali yako, sasa utachukuliaje? Fresh. Naweza kuchukua vizuri tu. Kwa sababu gani tunafanya hivi? Kwa sababu tunapenda vitu ambavyo tunavyovifanya, umeona? Na kiki pia ikiwemo, ndio ili tukija hata kutoa vya kwetu tushajulikana huko. Ndio. Kwa hiyo unatarajia kujipa jina gani baada ya wewe kuanza kazi zako binafsi? Kasam. Kasam. Maana yake nini? Kasam maana yake nini? Kasam, Unaona usikia ile yani ni Juma, Kasam ni mapenzi. Ni Juma mapenzi. Asante sana bwana Juma. Kwanza mimi nashukuru sana kunipa muda mkubwa, tumeweza kuzungumza na wewe. Vipi kwa sababu kuna Warundi ambao wako nje ya nchi na wanasaidia sana vijana ambao wana talent. Kwa hiyo unawaomba kitu gani waweze kusupport ili kipaji chako kiweze kuzidisha hapa kilipo? Cha kwanza naomba support zao ziwe nyingi. Wamsaidie mdogo wao kisa wanavyomuona dogo na bidii. Nikipata mtu ambaye anashika mkono inaweza kuwa ni vizuri zaidi, kwa maana niko na idea nyingi sana. Vitu kama hivi. Vizuri sana. Na nikizani muziki wa nyumbani unafuatilia sana. Ndio. Natasha aliachia ngoma yake, unaongeleaje? Iko vizuri. Ndio imefanya vizuri. Na una ndoto gani na wewe kuja kufanya collab na msanii wa Burundi? Ndoto. Ndoto zipo. Maana mtu kishakuwa msanii unakuwa na idea nyingi sana. Acha nifanye na huyu ili nifike mbali. Soma hata Diamond Platnumz. Wewe tuzungumze na ndoto ya Diamond Platnumz. No, nina ndoto yangu. Kwa sababu na Diamond naye ana ndoto yake. Maana nikifikiri Diamond ndoto yake inakamilika sasa. Kwa sababu ndoto yake ilikuwaga kuwa mtu mkubwa, umeona kujulikana Afrika hadi dunia. Hivi sasa ni dunia. Shujasikia kama ndo best song in the world. Hawezi na wewe kwa sababu unamkubali mshabiki wake namba 1, lazima umsifie kwa hilo. Lakini ngoma ambayo ni trend sasa hivi ni Natasha pamoja na Femi One. Hapana. Duniani? Haifiki. Bana, huyo ni Mr. JJ Diamond Platnumz. Tuweza kuzungumza naye na kama ulivyosikia alivyoanza ubunifu wake wa kumwiga Diamond, ni kusema kwamba haikuja tu hivyo, lakini alianza kuwa shabiki wa Diamond Platnumz. Anashangaza sana kuona ni kijana ambaye alikuwa hana jina, lakini ghafla tu alifanya video moja, na hiyo video Diamond Platnumz mwenyewe akaposti, WCB wakaposti. Kwa hiyo vipi hii nayo unaonaje, wataiposti au vipi kwa imani yako? Kwa imani yangu inshallah wataposti tu inshallah. Maana nimeachia jana mchana, haikukawia. Direct nikaona jamaa mmoja hivi anakuwa anaposti video ya Diamond, umeona mu account anachukua jina la Diamond, lakini yeye ni mtu anakuwa anaposti video ya shabiki wa Diamond anafanya. Jana ameiposti. Nimeona sister mmoja hivi ametuma, iko Saudia, iko Dubai, akanipigia screenshot akanitumia, unaona washaanza kukuposti. Nikasema mzee ataona, na imani hapa brother ataona. Basi nini la mwisho kwa washabiki wako na kutokana na mitandao yote ambayo unaitumia Instagram na YouTube? Ni cha kuomba tu ni support zao ziwe nyingi. Mdogo wao wanaona idea ni nyingi sana, wazidi kunisupport tu kama hivyo, na nawapenda sana maana support zao niko naziona. Na channel yako ya YouTube, mtu akitaka kupata kazi zako anaandika jina gani? Anaandika Juma JTH. Ndio, Instagram ni hivyo, YouTube ni hivyo, Facebook ni hivyo, fasi zote. Alafu ile jina G, sijui sema G comes. Hiyo itakuja. Basi umeniuliza hiyo bado naifunga. Hiyo bado naifunga. Nikikaza management. Ndio, nikipata management nimekaza vizuri inafufuka. Ndio.
Basi asante sana, nashukuru sana kunipa nafasi. Lakini umndani unafanya nini tena mzee? Nimetulia bana, si unaona kazi zimekosekana nini hivyo tu. Sawa, basi siku moja nitakuja kupiga story na washabiki wako tuweze kuzungumza nao kutokana na kazi yako baada utakapoachia nina imani sio kutafuta wewe, nitatafuta ndo mashabiki nisikiwa watakachokiongea. Bana, ni Mr. T Tambwe tena kwenye kipindi chako cha KITAA. Leo nimeamka maeneo ya BUYENZI, nimeweza kuzungumza na mwanangu hapa Diamond Platnumz, lakini jina lake halisi ni Mr. Juma. Kwa hiyo asante sana, labda la kufanya ni cameraman wangu. Sasa hivi nimeshamaliza, lakini natakuwa tutoke. Mzee, kwaheri bana. Asante sana. Alafu ifimbo nimekubali sana. Hiyo au unaweza kaniachia kidogo nikati. Sawa mzee. Bana, hapa ni maeneo ya BUYENZI kama vile ulivyoona, na namaliza kuzungumza na ndugu ambaye ana talent kubwa sana. Nyumbani kabisa kuna talent ambazo watu wengine hawaoni, wanabaki wanaona tu wale ambao wameshakuwa na majina na kujulikana, lakini tukisaidia vijana hawa wanaweza wakafika mbali na wakafikia ndoto zao. Basi la kufanya usikose kusubscribe channel yetu ya Indundi TV, panakuja alama ya kengele, bonyeza hapo ili wa kwanza kuwa unapata notification zote kwa upande wa music pamoja na Alan the Real, ukienda kwa upande wa sport pamoja na Mr. Bosingwa na Imideri pamoja na Ladiva. Asante sana Mr. T Tambwe. Asante mzee. Sasa hivi ndo naenda kuchukua basi nini na naelekea home.